Maonyesho ya tatu ya viwanda nchini Tanzania yamefunguliwa rasmi hii leo Aprili 24, 2025 na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Dr. Suleiman Serera, ambaye alimwakilisha Waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Dr. Selemani Said Jafo, ambaye ameeleza maonyesho hayo yataanza rasmi Novemba 19 hadi Novemba 22, 2025 katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Tumeona hapa katika uzinduzi huu ambao nimeufanya hivi punde ni kwamba maonyesho haya yatafanyika kuanzia tarehe 19 mpaka 22 Novemba mwaka huu hapa nchini Tanzania, na yatashirikisha wazalishaji kutoka viwandani wa nchi mbalimbali katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na katika ukanda wa Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tumewalika wenzetu ambao wanakuja, na jambo kubwa ambalo linaenda kufanyika pale ni kwamba kama tunavyofahamu, ni kweli tunavyo viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa mbalimbali, lakini kuzalisha tu peke yake hakutoshi. Ni lazima baada ya kuzalisha lazima tujitangaze, lazima tutumie masoko ambayo yapo na tuweze kuonyesha zile bidhaa ambazo tunazalisha katika ukanda wetu. Sisi kwa upande wa Tanzania tunaendelea kuwasihi sana viwanda vyetu na wazalishaji mbalimbali ambao wako hapa, wajasiriamali, wafanyabiashara na wote kwa ujumla waweze kutumia vizuri maonyesho hayo. Kwa sababu ukizalisha tu hapa, tunao ile falsafa kama tu ambayo tunaelezwa ya mwamvuli. Mwamvuli unaweza ukaununua lakini una faida kubwa mbili. Ili utumie ni lazima wakati wa mvua ufungue na wakati wa jua kali ufungue. Usipoweza kufungua, tafsiri yake ni kwamba manufaa ya ule mwamvuli hauwezi kuwepo. Sasa ni hivyo hivyo uzalishaji wa bidhaa zetu ambao tunazo, kama tutazalisha tu lakini hatuzitangazi, hatuzionyeshi na wengine wakaweza kuziona na kuweza kupata masoko mengine, maana yake hatuwezi kuuza zaidi. Kwa hiyo tumie masoko yaliyokuwepo ya ukanda wa Afrika Mashariki na ule ukanda huru wa biashara wa Afrika ili kuweza kupata faida na kuweza kuendelea zaidi. Nchi yetu ya Tanzania na serikali kwa ujumla tumeendelea kuweka mazingira mazuri ya uzalishaji, kupunguza kodi na kushirikiana na wenzetu wa CTI kuhakikisha tunazidi kufanya kila jitihada na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uzalishaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tumekuja kulifanya, kuzindua na kuwaalika wote wafanyabiashara na wote ambao ni wazalishaji kwenye viwanda kuweza kutumia hiyo nafasi ambayo ni nafasi ya dhahabu sana kushiriki katika hii expo ya tatu ambayo inafanyika hapa chini ya CTI kwa mwaka 2025. Pamoja na hayo, mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la viwanda nchini Leodegar Tenga amesema kuwa tuna shauku kama nchi katika kuendeleza viwanda vyetu. Kuonyesha bidhaa zetu, kuzungumzia kuhusu fursa ambazo zipo chini za maendeleo ya viwanda. Tuna shauku kama nchi uchumi wetu ukue, lakini moja njia ya kukuza uchumi ni kuendeleza viwanda vyetu. Kwa hiyo maonyesho haya lengo lake kubwa ni hilo, promote viwanda, lakini pia katika promote viwanda kuelezea kuhusu bidhaa zetu. Na kwa kufanya hivyo pia tutapata nafasi ya kuzungumza na wenzetu wa nje, waone nini tunafanya kusudi waje. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kusema kweli kwa kipindi chote kutoka rais kwenye kuvutia uwekezaji kutoka nje, na dunia yote inafanya hivyo. Ukitaka mkue basi lazima mvutie watu kutoka nje, sio kwa sababu ni yote, lakini mitaji ni jambo kubwa sana. Lakini pia ukiacha mitaji, masuala ya teknolojia na pia masuala ya uongozi. Maana uongozi wa viwanda unabadilika siku hadi siku. Kwa hiyo mimi nitoe shukrani zangu sana kwenu kwa kuja kututangazia hili jambo, lakini mwisho nihamasishe basi, jamani, tafadhali wenye viwanda, njooni kwenye maonyesho, muonyeshe bidhaa zenu, tuambie mnafanyaje, tuone teknolojia zenu na mjinadi, maana ndio nafasi yetu. Sanjari na hayo, mwanzilishi na mkurugenzi wa KP Motors, Masoud Kipanya, ambaye kampuni yake imefanikiwa kuwa kampuni ya kwanza kuzalisha magari nchini, ambapo ameeleza changamoto na kusema maonyesho haya ni mazuri kwa wazawa na ni uwanja wa kuonyesha uwezo wao. Kilichokuwa kinatukwamisha kupokea oda ni vibali kutoka TBS ambavyo tunavikamilisha katika wiki hizi, Mungu akipenda. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunaanza kuchukua oda, tunamtengenezea gari. Kuna baadhi ya material ambayo yanatoka ndani, kuna ambayo yanatoka nje. Kwa mfano sisi battery tunanunua hapa, lakini kitu kama motor na betri bado tunaagiza. Ingawa pia mpango ni kwa betri kutengeneza hapa kwa sababu inawezekana. Tutaanza kwa kuassemble betri, motor pia kutengeneza
Ukiwa huna mtaji unaweza kuwa na mawazo mazuri lakini ukashindwa kwenda. Ingawa sisi mtaji ambao tunazungumza hapa bado tunaamini si lazima kuwe na mabilioni ya fedha. Kwa kuanzia sisi tutaanza kutengeneza gari hata moja. Kwa maana tunachukua oda ya mtu tunamtengenezea. Kwa hiyo hata mtaji pia haupaswi kuwa ni kikwazo cha kuweza kufanya vitu vikubwa. Maonyesho haya ni mazuri kwa wazawa kwa sababu ni kama unapopewa uwanja wa kuonyesha uwezo wako. Kwa hiyo kwa local manufacturers, kwa wazalishaji wa ndani, hasa wadogo hata na wakati of course na wakubwa ambao tayari wameshapata nafasi, unapata nafasi ya kukutana na wazalishaji wa kimataifa, kwa sababu ni maonyesho ambayo yanahusisha wageni pia wanaingia. Kwa hiyo kwanza kubadilishana uzoefu. Kwa hiyo unaona wenzako wanafanya nini ili na wewe unapokuwa unakifanya. Kwa mfano sisi kwenye gari mwaka wa kwanza tulipoona kuna watu wameleta ndege. Unajua kwetu sisi tukawa tunapambana kuhakikisha kwamba kama hao wanaweza kutengeneza ndege, maana quality ya ndege, ubora wa ndege, ina maana unapita katika ule mfereji. Kwa hiyo ni fursa nzuri ya kukutanishwa na wengine ambao wanafanya wana uzoefu, lakini pia ni fursa ya product au bidhaa unayotengeneza watu wanapata nafasi ya kuiona. Mmoja ya wadau ambaye pia ni mmiliki wa kampuni ya GeoCharter Vocational Center, Bwana Ali Ibrahim Daha, ambaye pia alihudhuria maonyesho ya pili ya Time Expo 2024, ameeleza mikakati ya kuelekea maonyesho ya Time Expo 2025 na kutoa wito kwa makampuni kutumia nishati safi. Sisi ni wadau wa nishati safi. Tunatengeneza majiko ya plate 2 kwa ajili ya ule mtungi mdogo ule wa kilo 6. Kwa sababu ule mtungi mdogo wa kilo 6 ambao ndio Watanzania wengi ndio wanaomiliki, inabidi wapike kitu kimoja pale juu ule mtungi. Kwa kuona adha hiyo kina mama wanatumia muda mrefu jikoni, tukatengeneza jiko la kutumia ule mtungi mdogo, lakini una fursa ya kupika vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa badala ya kukaa jikoni masaa 3-4 unakaa jikoni kama lisali moja na nusu, unakuwa umeivisha mboga, umeivisha wali, umeivisha na maharage. Kila kitu kinaenda kwa wakati mmoja. Na bei zetu ni rafiki, ni shilingi 45, unapata kila kitu kuanzia regulator, unapata hose na jiko lenyewe. Na jiko lipo na linafanya kazi, watu wengi wanazitumia na testimonies nyingi kwamba hilo jiko linawasaidia sana. Na nilihudhuria kwenye expo ya Time Expo mwaka jana mwezi wa 9. Tukapata exposure pale. Mheshimiwa Jaffa alipita, akaona, akapenda lile jiko. Mheshimiwa Biteko alipita, akaona, akapenda lile jiko, na hata alisema Mheshimiwa Biteko kwamba atawaambia wasaidizi wake tushirikiane naye kwenye kuzisambaza yale majiko ili Watanzania wote waweze kunufaika na haya majiko. Na REA tuko nao pamoja na tunaendelea nao, na nafikiri soon tutakuwa na fursa ya kufanya kazi pamoja na REA ili Watanzania waweze kunufaika na haya majiko, ili waweze kuona kwamba gesi na mantiki, ili waondokane na mkaa warudi kwenye gesi, kwa sababu itawafanya maisha yao yawe rahisi zaidi kuliko kuwasha mkaa, moshi na magonjwa na vitu vingine ambavyo vinabatana na mkaa. Matarajio ya mwaka huu ni kushirikiana na REA ili Watanzania wote watoke kwenye mkaa na kuni waje kwenye nishati safi, na majiko yangu yatawasaidia wale wenye kipato cha chini ambao wanatumia ule mtungi mdogo waweze kupika kwa urahisi zaidi. Makampuni makubwa wana funds za CSR ambao wafanyakazi wao wengi nao ni watumiaji wa mkaa na kuni. Waongeza kwa either wachukue majiko kwetu na mitungi ya gesi, wakopesha wafanyakazi wao au wawape, ili wafanyakazi wao nao watoke kwenye kuni na mkaa waje kwenye nishati safi. Maonyesho haya ambayo yamefunguliwa leo rasmi hapa jijini Dar es Salaam, kama tulivyokwisha kumsikia mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa pamoja na Watanzania walivyojiandaa kuyapokea maonyesho haya, ni kuanzia Novemba 19 mpaka Novemba 22 mwaka huu 2025. Nikiripoti
kutoka hapa ukumbi wa Southern Sun jijini Dar es Salaam, mimi ni Joshua Sorongai wa Endpoint TZ.